vyote nilivyo navyo ulivyonipea, umenipendelea. Patia Bwana sadaka nzuri ya makofi. Patia Bwana sadaka nzuri ya makofi. Patia Bwana sadaka nzuri ya makofi. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Mtukula mwanangu Yesu asema, amana yurere mwenye sinamana. Mtukula mwanangu Yesu asema, amana yurere mwenye sinamana. Mtukula mwanangu Yesu asema, amana yurere mwenye sinamana. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu mchana wa leo mchungaji Apostle Victor kutoka Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Bwana ametuwezesha, ametupa uzima, ametupa kibali na tuko mahali hapa tunamtukuza Bwana. Sema amen. Sema amen. Kwa wale wageni wetu, karibuni, jisikieni mko huru, jisikieni ya kwamba tuko mahali pasawa na Bwana akaweze kuwabariki. Sema amen. Moja kwa moja tunaenda kwa neno la Bwana katika kitabu cha Yohana Mtakatifu. Yohana Mtakatifu mlango ni wa 5. Yohana Mtakatifu mlango ni wa 5. Tena wa leo kichwa cha ujumbe ni kwamba Mungu ni wa dakika ya mwisho. Mungu ni wa dakika ya mwisho. Mungu ni wa dakika ya mwisho. Mahali ambapo umefika ukasema ya kwamba imeshindikana, hapo ndipo Mungu anaanzia. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu ni wa dakika ya mwisho. Jumapili ya leo Mungu ni wa dakika ya mwisho. Wakati umeinua mikono umesema ya kwamba hapa nilipofika ni mwisho, hapo ndipo Mungu anaanzia. Sema amen. Patia Bwana sadaka nzuri ya makofi. Patia Bwana sadaka nzuri ya makofi. Patia Bwana sadaka nzuri ya makofi. Inuka msifu Bwana, inuka msifu Bwana, kwa maana fadhili zako zitadumu hata milele. Inuka msifu Bwana, inuka msifu Bwana, kwa maana fadhili zako zitadumu hata milele. Bwana
Kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango ni wa 5 kuanzia mstari wa kwanza. Yohana Mtakatifu 5 kuanzia mstari wa kwanza. Mama Agnes soma na Mungu akaweze kutubariki. Yohana Mtakatifu 5 kuanzia mstari wa kwanza. Baada ya hayo, palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akaweka kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye milango ya kondoo pana birika itwayo kwa Kiebrania Bethania. Nayo na matao matatu. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, waliopooza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika alishuka akaingia katika ile birika akafungua maji. Basi yeye aliingia wa kwanza. Baada ya maji karibuni ikapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi kwa muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyo amelala, naye alijua ya kuwa amekuwa hali hiyo kwa siku nyingi, alimwambia, "Nataka kuwa mzima." Yule mgonjwa akamjibu, "Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji anapotibulia, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu." Yesu akamwambia, "Simama, tweke godoro lako na uende." Mara yule mtu akawa mzima, akajitweka godoro lake akaenda. Patia Bwana sadaka nzuri ya makofi. Patia Bwana sadaka nzuri ya makofi. Patia Bwana sadaka nzuri ya makofi. Sema amen. Mungu ni wa dakika ya mwisho. Sema amen. Biblia inatuambia kwamba baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika liitwalo kwa Kiebrania Bethesda, nalo lina matao 5. Jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wako mahali pale wakingoja maji kutibuliwa. Pale palikuwa na vipofu, viwete na wote waliopooza wako mahali pale wakingoja maji yatibuliwe. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Andiko linatuambia ya kwamba na hapo palikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa hawezi muda wa miaka 30, yuko pale kisimani anangoja maji yatibuliwe. Wakati maji yanapotibuliwa, mgonjwa mwingine akawa anamtangulia. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yule mgonjwa yuko pale kisimani, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili ukaisha, mgonjwa yuko pale kisimani anangoja maji yatibuliwe. Wakati malaika akishuka akiyatibua maji, mgonjwa mwingine yeye winuka akaenda akaingia kisimani na akapona ugonjwa aliokuwa nao. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuletea habari njema ya kwamba Yesu ni wa dakika ya mwisho. Yesu Kristo ni wa dakika ya mwisho. Wakati umesema umeshindwa, wakati umesema haiwezekani, hapo ndipo Mungu anaanzia. Sema
Yesu wakati anatembea akafika kisimani. Alipofika kisimani akaona mtu yuko pale amelala pale kwenye matresi, amelala pale kwenye godoro. Yesu akamtembelea akijua lile ambalo linalompata, akamuuliza, wataka kuwa mzima? Yule mama akasema, mimi jameni, sina mtu wa kunitia birikani wakati maji yanapotimuliwa. Ugonjwa mwingine yeye unitangulia. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Yesu akamuuliza, je, wataka kuwa mzima? Lakini yeye akamjibu, Bwana, sina mtu wa kuniweka birikani wakati maji yanapotibuliwa. Kiwete ananitangulia wakati maji yakitibuliwa, kipofu ananitangulia wakati maji yanapotibuliwa. Kuna mtu kiziwi ambaye yeye ananitangulia. Yesu asifiwe. Kuna watu wamekutangulia, kuna watu walikutangulia ndiposa pesa upati, kuna watu walikutangulia ndiposa amani upati, kuna watu walikutangulia ndiposa mpendwa au piga hatua. Kuna watu wamekutangulia, lakini mchana wa leo nimekuletea habari njema ya kwamba mpendwa, wale waliokutangulia Yesu yuko mahali hapa, atangoja maji kutibuliwa. Yesu yuko mahali hapa, yuko kwa ajili ya maisha yako, yuko kwa ajili ya maisha yako. Mwanamke akawa yuko pale kisimani anangoja maji yatibuliwe. Sema amen. Ambia mwenzako, sitangoja maji yatibuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Akasema, sina mtu wa kunitia birikani wakati malaika anaposhuka kuyatibua maji. Ugonjwa mwingine yeye unitangulia. Sema amen. Yesu akamuuliza, je, wataka kuwa mzima? Akasema, mimi Bwana, sina mtu wa kunitia birikani. Nimekaa hapa miaka mingi, nimekaa hapa nikilia, nimekaa hapa nikihuzunika, sina mtu wa kunitia birikani. Maji yanapotibuliwa wagonjwa wananitangulia. Sema amen. Yule mama akawa yuko pale analia machozi, yule mama akawa yuko pale, jamii ikamwacha pale, ndugu wakamwacha pale, majirani wakamwacha pale, wakasema ya kwamba litakalotokea na litokee, kama ni kufa wacha afe, tuje tumzike. Walikuwa wamechoka, wazazi wakachoka, mwanamke akawa pale, wakati maji yanapotibuliwa wagonjwa wengine wanamtangulia. Gusa mwenzako, mwambie Yesu ni wa dakika ya mwisho. Mwambie Yesu ni wa dakika ya mwisho. Mwambie Yesu ni wa dakika ya mwisho. Wakati umekwama, wakati umefika mwisho, wakati hujui ufanye nini, hapo ndipo Mungu anaanzia. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Akaulizwa, je, wataka kuwa mzima? Akasema, mimi jameni, wazazi waliniacha hapa, sasa mimi sina ndugu, sina jirani, sina yoyote. Maji yanapotibuliwa wagonjwa wengine wananitangulia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akamgeukia, akamshika mkono, akamuinua, akamwambia, jitweke godoro lako na uende zako. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea kuhusu dakika ya mwisho. Kuna muujiza unatendeka kuhusu dakika ya mwisho. Muujiza Bwana inaenda kutendeka ile dakika ya mwisho. Kuna muujiza wa Bwana utakaofanyika kwa maisha yako. Sema amen. Yesu akamwambia, inuka, jitweke godoro lako na uende. Akumwambia malaika akishuka, nitakutia kwenye maji. Yesu alimwambia, inuka, jitweke godoro lako na uende zako. Sema amen. Nimekuja kutangazia ya kwamba mpendwa, nimekuletea habari njema mahali ambapo umeketi. Haijalishi mpendwa uko kwenye matresi, haijalishi mpendwa uko kwenye matresi, hiyo matresi ulilalia utaachana nayo leo. Bwana atakuinua, Bwana atakuinua.
na uende zako. Sema amen. Yule mgonjwa akainuka, akajitweka godoro lake na akaenda zake. Wakati alipojitweka godoro lake, wakati alipokuwa anaenda, wagonjwa wengine wakamshangaa. Wakati mgonjwa amepona, wakati mgonjwa ameinuliwa, wakati mgonjwa hakuingia kisimani na yeye amepona. Yesu ni wa dakika ya mwisho. Yesu ni wa dakika ya mwisho. Ile dakika uliosema iwezekani, ile dakika uliosema ya kwamba imeshindikana, hapo ndipo Bwana anaanzia. Hapo ndipo Yesu anaanzia. Patia Bwana sadaka nzuri ya makofi. Patia Bwana sadaka nzuri ya makofi. Yesu ni wa dakika ya mwisho. Yesu ni wa dakika ya mwisho. Wakati wagonjwa daktari amesema iwezekani, wakati mpendwa umeambiwa kuna dawa zingine, hapo ndipo Bwana anaanzia. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akamwambia, jitweke godoro lako na uende zako. Kuna watu mpendwa mchana wa leo wamejitweka godoro lao. Kuna watu wamelalia matresi. Kuna watu wamelalia magonjwa. Kuna watu wamelalia tabu. Kuna watu wamelalia machozi. Kuna watu wamelalia kuonewa. Kuna watu wameudhiwa. Hiyo ndio matresi inayozungumzia ya kwamba Jumapili ya leo, hiyo matresi unalia, unaambiwa na Bwana ukaikunje leo, ukaondoke, ukaende zako. Hiyo matresi ya magonjwa, matresi ya tabu, matresi ya kuonewa, matresi ya kuzi, ukaikunja leo, unaikunja leo, unaikunja leo. Bwana yuko mahali hapa anasema ya kwamba jitweke matresi yako na uende zako. Pigia Bwana makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Bwana makofi mazuri. Alikuwa akingoja malaika. Malaika alikuwa akishuka akiyatibua maji. Mgonjwa ambaye aliyeingia wa kwanza, yeye ndiye atakayepona. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, kulikuwa kuna wagonjwa wengi. Mbona Yesu hakwenda kwa kipofu? Mbona Yesu hakwenda kwa kiwete? Mbona alitembelea yule mgonjwa mmoja? Mpendwa, Jumapili ya leo uweze ikawa ni wewe unasumbuka, uweze ikawa ni wewe unalia, uweze ikawa ni wewe unahuzunika. Bwana amekuja kwa ajili yako. Bwana amekuja kwa ajili yako. Anasema usilie, anasema usilie, anasema usilie. Bwana yuko mahali hapa, anasema usilie. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, nyamaza, jitweke godoro lako na uende. Ule mgonjwa akainuka, akajitweka godoro lake na akaenda zake. Sema amen. Yesu ni wa dakika ya mwisho. Mpendwa, najua ya kwamba imeshindikana. Najua wewe kwa maisha yako unasema imeshindikana, umesema iwezekani. Mpendwa, unajua wewe mwenyewe unaoyapitia uliosema ya kwamba iwezekani. Nasema mpendwa, hakuna jambo lisilowezekana mbele za Bwana. Hakuna jambo linalomzuia Bwana. Hakuna jambo ambalo ni gumu la kumzuia Bwana. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Akamwambia, jitweke godoro lako na uende zako. Yesu ni wa dakika ya mwisho. Jumapili ya leo, mchana wa leo, nimekuletea habari hii ya kwamba Bwana ni wa dakika ya mwisho. Najua mambo unayoyapitia yamekuchosha moyo, lakini Yesu ni wa dakika ya mwisho. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Fungua nami katika kitabu cha Marko. Mungu ni wa dakika ya mwisho. Mungu ni wa dakika ya mwisho. Wakati umeinua mikono umesema imeshindikana, wakati umeinua mikono unasema ya kwamba mbele kuendeki na nyuma kurudiki, hapo ndipo Bwana anaanzia mahali pale. Sema amen. Marko, kitabu cha Marko 11. Marko 11 kuanzia mstari wa 15. Marko 11 mstari wa 15. Mungu ni wa dakika ya mwisho. Mungu hana haraka. Mungu mpendwa hana haraka. Mungu anaweza akakuacha ukasota kwa muda, lakini kumbe muujiza wa Bwana akiuachilia kwa maisha yako, muujiza wa Bwana ni wa milele. Sema amen. Marko
Marko 11 mstari wa 15. Msomaji soma Marko 11:15. Kwa haraka. Soma. Wakafika Yerusalemu. Naye akaingia ndani ya hekalu. Akaanza kuwafukuza wale waliokuwa wakiuza na kununua ndani. Akazipindua meza za wabadili fedha. Na viti vyao wauzao njiwa. Wala hakuacha mtu achukue chombo kati yake. Akafundisha akisema, je, haikuandikwa nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote? Bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Wakuu wa makuhani na waandishi wakapata habari, wakatafuta jinsi ya kumwangamiza. Maana walimwogopa, kwa sababu mkutano wote walishangaa kwa mafundisho yake. Kwa sababu ya mafundisho yake. Sema amen. Mpendwa Bwana, ni wa dakika ya mwisho. Najua umeudhiwa, najua umedharauliwa, najua umesema mambo mengi, najua umeambiwa ufai, najua mpendwa umetukanwa, najua ya kwamba mpendwa ndani ya wiki nzima umedharauliwa vya kutosha. Mungu ni wa dakika ya mwisho. Mpendwa, wakati unaposema ya kwamba sijui biashara yako mbona haiendi, Mungu ni wa dakika ya mwisho. Leo kwa maisha yako Mungu ni wa dakika ya mwisho. Sema amen. Akamwambia, jitweke godoro lako na uinuke uende zako. Sema amen. Yule mgonjwa akainuka, akajitweka godoro lake, akaenda. Kwa andiko anatuambia kwamba Yesu Kristo akaingia ndani ya hekalu, akawaona watu wanauza njiwa, akaona watu wanabadilishana fedha, akawafukuza, akapindua meza, akiwaambia, nyumba yangu ni nyumba ya sala, bali si nyumba ya wanyang'anyi. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna meza zitapinduliwa, magonjwa yatapinduliwa, taabu zitapinduliwa, mashaka yatapinduliwa, kuonewa kutapinduliwa, kudharauliwa kutapinduliwa, machozi yatapinduliwa. Sema amen. Patia Bwana sadaka nzuri ya makofi. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Sema amen. Mgonjwa alikuwa yuko pale, wazazi wamemwacha, ndugu wamemwacha, uende ikawa pia wazazi wamekuacha, uende ikawa majirani wamekuacha, Mungu bado hajakuacha. Sema amen. Mungu bado hajakuacha. Mungu ni wa dakika ya mwisho. Sema amen. Kitabu cha Luka mtakatifu. Mungu ni wa dakika ya mwisho. Luka mtakatifu 7. Mungu wetu ni wa dakika ya mwisho. Luka mtakatifu 7:11. Luka mtakatifu 7:11. Luka mtakatifu 7 kuanzia mstari wa 11. Soma. Baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini. Na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje. Ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane. Na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona alimwonea huruma. Akamwambia, usilie. Mama, usilie. Akakaribia akaligusa jeneza. Wale waliokuwa wakilichukua wakasema. Wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Akasema, jana nakwambia.
akamwambia inuka. Inuka. Yule maiti akainuka. Yule maiti akainuka. Akaketi. Akaketi. Akaanza kusema. Akaanza kuongea. Patia Bwana sadaka nzuri hapo. Patia Bwana sadaka nzuri hapo. Patia Bwana sadaka nzuri hapo. Ameingia katika kijiji kimoja, ndicho cha Naini. Alipoingia pale akaona jeneza limebebwa, vijana wamebeba jeneza, mwanamke yuko mbele, mama analia, mama analia. Yesu alipomwangalia, Yesu akamwonea huruma, akamwambia mama usilie. Yule mama anamuonesha jeneza, anamwambia Bwana, yule ni mwanangu na ni yeye peke yake, na sasa amekufa. Sasa hii tunaenda kuzika. Bwana, ninalia. Sema amen. Yesu akamgeukia akamwambia mama usilie. Akalikaribia jeneza, akaligusa. Wale ambao walikuwa wamebeba jeneza wakasimama, wakaliweka chini. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako, uliniona jana, sivyo utaniona leo. Gusa mtu, mwambie ulivyoniona jana, sivyo utaniona leo. Ulivyoniona jana, sivyo utaniona leo. Sema amen. Yesu akalikaribia jeneza, akaligusa jeneza, waliokuwa wamebeba wakasimama, wakaliweka chini. Yesu akainuka akasema, kijana inuka. Yule maiti akasimama, yule maiti akainuka. Sema amen. Mungu ni wa dakika ya mwisho. Mungu ni wa dakika ya mwisho. Wakati imeshindikana, wakati madaktari wanasema hawawezi, wakati mpendwa unasema mimi sijui nifanye nini, Mungu anaanzia pale. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Akaligusa jeneza, akasimama. Vijana walikuwa wanaona ya kwamba Yesu atabeba jeneza, kumbe Yesu si wa kubeba jeneza, ni wa kuhakikisha kilicho ndani ya jeneza kimeinuka. Pigia Bwana makofi mazuri. Pigia Bwana makofi mazuri. Pigia Bwana sadaka nzuri ya makofi. Kilichokuwa ndani ya jeneza ni nini? Kilichokuwa ndani ya jeneza ni nini mpendwa? Mchana wa leo, kilichokuwa ndani ya jeneza ni amani ya mtu ilikuwa imezikwa, ni upendo wa mtu ulikuwa umezikwa, ni pesa za mtu zilikuwa zimezikwa. Upendo ni maisha ya mtu yaliyokuwa ndani ya jeneza. Walikuwa wataki ainuke, walikuwa wataki apige hatua. Yesu akasema, nisimamisheni jeneza. Leo Yesu yuko mahali hapa, ni kwa ajili yako. Yesu yuko mahali hapa, ni kwa ajili ya wewe kijana. Yesu yuko mahali hapa, ni kwa ajili ya wewe mama. Anasema huu mkutano utasimama kwa ajili yako. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Ule mkutano, ule msafara haukwenda mbele. Wakati Yesu alipofika, alipogusa jeneza, safari ilikatishwa. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Gusa mwenzako, mwambie msafara utakatishwa. Hapo mguse tena, mwambie msafara utakatishwa. Mtikishe, mwambie msafara utakatishwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wamepanga laini kwa ajili ya maisha yako. Kuna watu wamepanga laini mpendwa, ni kwa ajili ya kuvuruga maisha yako. Kuna watu wamepanga laini mpendwa, ni kwa ajili ya kuzika familia yako. Huo msafara unasitishwa. Pigia Bwana sadaka nzuri ya makofi. Pigia Yesu sadaka nzuri ya makofi. Msafara unasitishwa. Hiyo safari inasitishwa. Hawatakupeleka makaburini, hawatakupeleka misukani. Hiyo safari inasitishwa. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Yesu akaligusa jeneza, akamwambia mama usilie. Akamwambia usilie, nimefika mahali hapa. Akamwambia usilie. Hata leo Yesu yuko hapa, anasema usilie. Sema amen. Akasimama, akaligusa jeneza, na wote waliokuwa pale wakasimama waone, je, Yesu atafanya nini? Yesu akamwambia kijana, na inuka. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Kijana kuinuka ni maisha yako yanainuka.
Kijana kuinuka ni nyumba yako kuinuka. Kijana kuinuka ni kazi yako inainuka. Kijana kuinuka ni watoto wako wanainuka. Wapendwa, jeneza lilikuwa limeficha mambo mengi pale. Jeneza lilikuwa linapelekwa kuzikwa. Watoto wa mtu, ile jeneza lilikuwa linaenda kuzika mambo mengi ya familia pale, lakini kumbe Bwana ni wa dakika ya mwisho. Kutingishe tena, mwambie Bwana ni wa dakika ya mwisho. Mwambie Bwana ni wa dakika ya mwisho. Mungu tena, mwambie usinichezee. Mwambie usinichezee. Mwambie usinichezee. Bwana ni wa dakika ya mwisho. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akamwambia mwanamke, jitweke godoro lako na uende. Mwanamke akakunja mattress. Kukunja mattress ni kusema ya kwamba yameisha. Kukunja mattress ni kusema ya kwamba kilio kimeisha. Kukunja mattress ni kumaanisha ya kwamba kuonewa kumeisha, kudharauliwa kumeisha, kuteswa kumeisha, kusumbuliwa kumeisha. Kuna mtu mpendwa amefungwa, hawezi kuinuka, hawezi kutembea. Nimekuletea habari njema ya kwamba Bwana yuko mahali hapa, ni kwa ajili ya maisha yako. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni wa dakika ya mwisho. Walisema hautazaa, sasa nimekuletea habari njema ya kwamba kuzaa utazaa. Walisema wewe hautaingia kazini, nasema utaingia kazini, kwa maana Bwana ni wa dakika ya mwisho. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akamwambia mwanamke, sina haja na kisima, sina haja na maji, sina haja na malaika kuja kutibua maji. Mimi ndio uzima, mimi ndio uzima. Akamwinua, akamshika mkono, akamwambia, inuka, jitweke godoro lako na uende. Kuna mtu anajitweka godoro lake mchana wa leo. Kuna mtu anajitweka matresi yake. Kuna mtu mpendwa amekuja na mkeka, amekuja na gunia, amekuja mpendwa na makanja akiwa amebeba. Mchana wa leo kile ulichokuja nacho utakikuja wende nacho. Ishara ya kwamba umepona, ishara ya kwamba umefunguliwa, ishara ya kwamba umepiga hatua. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ataipisha maadui zako. Mungu ataipisha maadui zako. Wakati ukikuja maadresi yako, Mungu ataipisha maadui zako. Sema amen. Katia Bwana sadaka nzuri ya makofi. Katia Bwana sadaka nzuri ya makofi. Simama kwa miguu yako. Tusimame kwa miguu yetu. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Mungu ni wa dakika ya mwisho. Wakati umesema kwamba imefika, hapo ndipo Mungu anaanzia. Wakati watu wamesema imefika mwisho, hapo ndipo Mungu anaanzia. Mungu wetu ni wa dakika ya mwisho. Najua unapitia mambo mengi, najua mama unapitia mambo mengi, lakini Bwana ni wa dakika ya mwisho. Anajua machozi unayolia, anajua kile unachokipitia, anajua mpendwa. Alijua ya kwamba yule mama alikaa kisimani miaka mingi, akamuuliza, je, wataka kuwa mzima? Akamwambia, sina mtu wa kunitia birikani wakati maji yanatibuliwa, mgonjwa mwingine ananitangulia. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Yesu akamwambia, jitweke godoro lako na uende zako. Mchana wa leo utajitweka godoro lako. Mchana wa leo utajitweka matresi yako. Matresi ni magonjwa, matresi ni kuonewa, matresi ni kudharauliwa, matresi mpendwa ni kuchekwa na watu, ni kwa ajili ya maisha unayoyapitia. Mchana wa leo Bwana yuko mahali hapa, analia kwa ajili ya maisha yako, analia kwa ajili ya nyumba yako, anatoa machozi. Yesu ni kwa ajili ya yale unayoyapitia. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia mama, mama usilie, mama usilie kwa yale unayoyapitia. Akamwambia usilie. Akalikaribia jeneza, alipoligusa jeneza, muujiza ukafanyika. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu mchana wa leo yuko mahali hapa kwa ajili ya
Mungu anataka kukuinua. Mungu anataka kukupitisha hatua. Mungu anataka kukusogeza mbele. Mpendwa, haijalishi unapitia mambo mangapi, haijalishi unapitia shida gani, haijalishi dada unapitia vitu gani ambavyo unavipitia kwa maisha yako, Mungu yuko mahali hapa, anataka akuinue. Ana haja na kisima, ana haja na maji kutibuliwa. Yeye ndiye uzima, yeye ndiye uponyaji, yeye ndiye kila kitu. Amefika mahali hapa ni kwa ajili ya maisha yako. Sema amen. Tuinue mikono yetu mbele za Bwana. Tuinue mikono yetu mbele za Bwana. Ndio tu mikono yako mbele za Bwana. Asante Baba. Mungu wetu ni wa dakika ya mwisho. Mungu ni wa dakika ya mwisho. Mungu wetu ni wa dakika ya mwisho. Mungu ni wa dakika ya mwisho. Alienda kaburini wakati Lazaro alipokuwa amelala. Yesu akaenda akamuuliza, mumemweka wapi? Wakasema, Bwana, kama ungenikuja mapema mtu huyu angenikufa. Mpendwa, Mungu ni wa dakika ya mwisho. Wakamwambia ananuka sasa, akasema mimi sijawaambia ananuka. Yesu akalia machozi, akamwita Lazaro, Lazaro toka nje. Lazaro akatoka nje. Hivyo ndivyo mzee wa leo, kuna mambo yanatendeka kwenye maisha, kuna mambo yanafanyika, kuna muujiza utakapofanyika. Inua mikono yako mbele za Bwana. Inua mikono yako mbele za Bwana. Inua mikono yako mbele za Bwana. Hakuna
katika maisha. Mungu wetu tumechapa. Watu wetu Bwana asante. Mungu ni wa dakika ya mwisho. Mungu wetu ni wa dakika ya mwisho. Mungu wetu ni wa dakika ya mwisho. Ile dakika ya mwisho uliosema ya kwamba iwezekani. Mungu ni wa dakika ya mwisho. Ile dakika waliosema ya kwamba hautapona, hiyo ndio utapona. Ile dakika ya mwisho waliosema hautafaulu, hiyo dakika ya mwisho ndio unafaulu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Oh Baba, oh Bwana, unaweza Baba, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza Bwana. Asante Bwana, asante Roho Mtakatifu, asante Baba, asante Baba. Asante, asante, asante. Tukiwa tumefunga macho, ukiwa umefunga macho, wapenda Mungu ni wa dakika ya mwisho. Mungu wetu ni wa dakika ya mwisho. Ile ambayo watu walikucheka nayo, ile ambayo watu walikuonea, ile ambayo watu walisema hautawahi inuka. Mungu wetu ni wa dakika ya mwisho. Mungu wetu ni wa dakika ya mwisho. Uko mahali hapa mama, uko mahali hapa mzee, uko mahali hapa kijana, uko mahali hapa dada, unasema kweli Mungu wetu ni wa dakika ya mwisho. Haya maisha nayopitia, ninakuomba Bwana ukaweze kunitangulia, ukaweze kuniwezesha, ukaweze Bwana ukaniguse, maisha yangu yakabadilike. Mungu wetu ni wa dakika ya mwisho. Usiangalie masaa yaliyoisha, usiangalie masiku yaliyoisha, usiangalie miaka iliyoisha. Mungu ni wa dakika ya mwisho. Mungu wetu ni wa dakika ya mwisho. Alimwambia inuka, jitweke godoro lako na uende. Akasema sina mtu wa kuniweka birikani. Mungu ni wa dakika ya mwisho. Oh, asante Baba. Uko mahali hapa, una mahitaji, songa mbele tukaweze kuomba pamoja. Wewe mwenyewe unajua ni hitaji gani ulionalo. Wewe mwenyewe unajua ni mambo gani yanakusumbua. Wewe mwenyewe unajua yale ambayo yanakutesa kwa maisha yako. Songa kwa mbele tukaweze kuomba pamoja. Asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana.
Baba unaweza, Baba unaweza, Baba unaweza. Asante Roho Mtakatifu, asante Bwana wa Bwana. Yesu ni wa dakika ya mwisho, Yesu ni wa dakika ya mwisho, mahali ambapo nasema mbona niyapitie haya, mbona niyapitie haya, mbona niyapitie haya. Hapo ndipo Bwana anaweza katenda muujiza kwa jina la Bwana. Bado kuna mtu amesalia mahali, kuna mtu anasalia mahali, kuna mtu amesalia mahali. Mungu ni wa dakika ya mwisho, Mungu ni wa dakika ya mwisho, Mungu ni wa dakika ya mwisho, Mungu ni wa dakika ya mwisho. Mungu ni wa dakika ya mwisho, Mungu ni wa dakika ya mwisho. Yes. Oh Baba. Yes. Oh. Mungu wangu, wajua sababu kwani ninakutia haya. Mungu wangu, wajua sababu kwani ninakutia haya. Mungu wangu, wajua sababu wewe kwani niyapitie haya. Mungu wangu, wajua sababu kwani niyapitie haya. Oh Mungu wangu, wajua sababu kwani niyapitie haya. Oh Mungu wangu, wajua sababu kwani niyapitie haya. Mungu wangu, wajua sababu, sema kwani niyapitie haya. Oh Mungu wangu, wajua sababu kwani niyapitie haya. Mungu wangu, wajua sababu, sema kwani niyapitie haya. Oh Mungu wangu, wajua sababu kwani niyapitie haya. Mungu wangu, wajua sababu, sema Yesu, 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 Yesu. Yesu, 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 Yesu. Kuna mambo yanabadilishwa, kuna mambo yanabadilishwa, kuna vitu vinabadilika kwa maisha yako, kuna vitu vinabadilishwa. Oh Mungu wangu, wajua sababu, sema katika jina la Yesu, maisha yako yabadilishwe. Sema Mungu wangu, wajua sababu leo. Pokea kuliwa, pokea uzima Bwana, pokea kuinuliwa, pokea muujiza Bwana, ikatendeke kwa maisha yako. Yesu, mtana wa leo inatangaza utafunguliwa.